Unataka nini Isaac? Nilidhani radi inagonga juu ya paa mpaka niliposikia ikigonga chini ya ardhi. Na pale kwenye maji ya barabarani, kitu kilining'inia kama kamba, lakini kilikuwa ni ngozi ya nyoka, imeandikwa jina langu. Kuanzia siku hiyo, pesa zilianza kutoka sehemu ambayo haiwezi kutoka pesa, kaburini. Karibu kwenye simulizi ya Nyoka wa Makaburi na Utajiri wa Laana. Kama unapenda simulizi za kutisha zenye mafumbo, bonyeza subscribe, piga like, kisha comment na ambie unatazama ukiwa wapi. Ujumbe wako ni faraja sana kwetu. Asante sana kama tayari umesubscribe. Sasa tuendelee. Jina langu ni Isaac, nina miaka 31. Masikini, na si kwa sababu nilipenda. Umaskini uliniandama kama kivuli. Hata nikikimbia, bado unakuwa nyuma yangu. Nilifanya kazi ya kuosha magari katikati ya jiji la Dar es Salaam. Asubuhi na mapema, nilikuwa na ndoo, sabuni na kitambaa kilichochoka. Nilikuwa nasimama pale pembeni ya barabara, nikisubiri gari lisimame, mwenye gari ashuke, aniangalie kama mtu anayeangalia kitu kisicho na thamani, halafu aseme, "Boss, osha haraka." Nikiosha, macho yangu yalikuwa yanatafuta miujiza. Lakini miujiza haiji kwa mtu mwenye mikono yenye povu na mgongo unaouma. Pesa yote niliyopata haikuwahi kukidhi hata nusu ya mahitaji yangu, na ilikuwa inaisha matumizi wakati hata sijaishika vizuri. Na cha kuuma zaidi, sikuwa na sehemu ya kulala. Usiku nilikuwa nalala karibu na gereji au stendi au pembeni ya duka lililofungwa, kama mlinzi wa doria bila mshahara. Tokea zamani ndoto yangu ilikuwa kuwa bilionea, si kwa kujisifu, bali nirudi nyumbani na kuwasaidia watu wangu. Nilikuwa na familia duni 7 kule mkoani. Mama mzee, mdogo wangu aliyekuwa bado shule, na mtu niliyemwahidi maisha, lakini nilikuwa namtumia tu samahani kila mwezi. Kila nikiona watu wamevaa suti posta au magari makubwa yanapita barabarani, nilijiuliza, mbona wao wanapita kama mfalme, mimi napita kama kivuli? Mungu, kwa nini mimi? Siku moja, daa ilibadilika ghafla. Anga lilikuwa jeusi mapema, kana kwamba jua lilikimbia. Mvua ilinyesha, si mvua ya kawaida, ilikuwa kama bahari imeshuka mjini. Kisha radi ilipiga kwa kasi kubwa ajabu. Kraa, kraa, kraa. Barabara ikajaa maji. Nilikuwa nimejificha chini ya paa la duka, nikitetemeka kwa baridi na njaa. Ndipo nikamuona mzee mmoja amesimama katikati ya mvua, kana kwamba haimgusi. Alikuwa amevaa koti jeusi, kofia imefunika uso, lakini niliona macho yake, macho yaliyokuwa hayana huruma wala mshangao. Akanisogelea na kuniuliza kwa sauti ya chini, "Isaac, una kiu ya mafanikio au una kiu ya kuishi?" Nilistuka. "Nani amekuambia jina langu?" Akatabasamu, tabasamu dogo la mtu anayejua siri yako. Daa ina watu wengi, lakini nyoka wa kaburi anajua kila jina la mwenye njaa. Nikacheka kwa uoga, nilidhani ananitania, lakini wakati radi ilipopiga tena, nilimuona kivuli chake, kilikuwa kirefu kuliko mwili wake. Mzee akasema, kuna njia ya kutoka kwenye umaskini kwa haraka, lakini hiyo njia inakatisha roho kabla haijakutajirisha. Akanipa maelekezo niende usiku wa manane, pembezoni mwa mji, sehemu ya makaburi ya zamani yaliyotelekezwa. Akasema, usiende na mtu, usibebe Biblia, Qur'ani wala hirizi, beba tu nia yako. Kule utapewa mkataba, funga tia giza na utatimiza ndoto zako. Nilijiuliza mara 100, nikienda nitarudi? Lakini nikikumbuka kulala kwenye baridi, kukosa chakula na kuishi kama mtu aliyesahaulika, nikasema moyoni, bora nijaribu. Maisha haya nayo ni kifo. Usiku ulipofika, mvua ilikuwa bado inanyesha taratibu. Nilitembea peke yangu, nikafika makaburini. Hakukuwa na mtu,
Hata mbwa hawakubweka. Kulikuwa na harufu ya udongo wenye maji na majani yaliyooza. Niliposogea katikati, radi ilipiga tena, na kwa mwanga ule wa sekunde moja niliuona mstari mrefu ardhini kama kitu kimekokotwa, na ule mstari ulienda mpaka kwenye kaburi lililopaswa. Nilisikia sauti ya chini chini kama mluzi wa upepo. Ndipo ardhi ikatoa mlio kama jiwe linavyobunjika. Kaburi likafunguka kidogo, si kwa kuchimbwa, bali kana kwamba linafunguliwa kutoka ndani. Mikono yangu ikatetemeka, lakini nilishuka. Chini kulikuwa na shimo lenye ukuta wa udongo, lina maji hadi miguuni. Kati yake kulikuwa na kitu kama jiwe kubwa, lakini halikuwa jiwe, kilikuwa kichwa cha nyoka. Macho yake mawili yalikuwa kama makaa ya moto. Sauti ikatoka bila mdomo kufunguka, "Isaac, unasema unataka nini?" Nikameza mate. "Utajiri," nikasema. "Nataka utajiri ili niokoe maisha yangu." Nyoka akacheka, kicheko kilichofanya maji yatikisike. "Kila utajiri una bei. Wewe utalipa na nini?" Nikasema, "Nitalipa kwa kazi. Nitalipa kwa damu yangu kama lazima." Nyoka akasema, "Hapana, damu yako ni kidogo sana. Mimi nataka kitu kinachokuumiza hata ukiwa na pesa." Kisha akatoa ulimi wake mrefu wenye unyevunyevu, na kwa mshangao akaanza kutema pesa. Noti zilikuwa zinatoka kama mate, zikidondoka kwenye maji, zikielea niliko, yaani zikija kwangu. Nilihisi kichaa cha furaha, nikaanza kukusanya. Nyoka akasema, "Chukua, lakini sikiliza. Kila pesa utakayopata itakuwa na alama yangu, na kila alama itaita kitu chako." Nikamuuliza, "Kitu gani?" Akasema taratibu, "Amani yako, usingizi wako, na mtu wa kwanza utakayempenda zaidi ataanza kunisikia usiku." Nilipotoka, nilikuwa na pesa za ajabu. Watu waliokuwa wananipita barabarani bila kunisalimia, sasa walikuwa wanasema, "Boss Isaac, mambo vipi tajiri?" Nikaanza kuvaa vizuri, nikaanza kula chakula nilicholiona tu kwenye TV. Nikatuma pesa nyumbani. Mama alilia kwa furaha. Mdogo wangu akarudi shule. Nikasema moyoni, hatimaye nimefanikiwa. Lakini mafanikio haya yalikuwa na harufu ya udongo wa kaburi. Usiku moja, nilipokuwa nimejilaza kwenye godoro jipya, nikiwa nimewasha AC, nilisikia radi, lakini haikuwa nje, ilikuwa ndani ya kuta. Kraa! Kioo kikatikisika, mlango ukagonga bila mtu. Nilipofumba macho, nikaona ndoto. Nipo makaburini tena, na nyoka upo juu ya kifua changu, ananong'ona, "Ulisema unataka utajiri. Sasa utajiri umekuja, lakini mkataba haujakamilika." Nilipoigusa, mkono wangu ukawa baridi kama barafu. Ndipo nikaona kwenye kioo, shingo yangu kulikuwa na mstari mweusi kama mkanda unaozidi kuonekana kila usiku. Siku zilizofuata, kila nilipopata pesa nyingi, ghafla kulikuwa na tukio baya. Rafiki yangu wa karibu alipatwa na ajali ya ghafla. Mtu niliyemsaidia sana kazini akaanza kunichukia bila sababu, na usiku nilisikia sauti ya mtu akinong'ona jina langu nje ya dirisha. Lakini kile kilichonivunja moyo ni pale nilipopigiwa simu nyumbani. "Mama yako anaumwa ghafla. Anasema usiku anasikia kitu kinatembea juu ya paa." Nilihisi tumbo likijaa baridi. Nilijua nyoka alikuwa ameanza kudai. Nilirudi makaburini usiku ule ule, nikashuka tena kwenye lile shimo. Nikaita kwa sauti, "Umenipa pesa, sawa, lakini kwa nini unaigusa familia yangu?" Nyoka akajibu kwa utulivu wa kitisha, "Kwa sababu uliponililia, ulisema unataka kusaidia familia.
Sasa ninachukua kile unachokimbilia kukilinda, ndicho kinachofanya mkataba uwe mtamu. Nikalia, nifanye nini basi? Akasema, chagua, utaendelea kuwa tajiri au utaishi kwa amani ukiwa masikini, lakini huwezi kuwa na vyote. Na ukitaka kutoka, lazima unirudishie kile nilichokupa pamoja na riba. Nitarudishaje? Nikauliza. Nyoka akasema, si kwa pesa, pesa ni mate. Mimi nataka kumbukumbu. Nataka unisahau wewe ni nani. Nilipofika nyumbani, nilikuta mezani kuna bahasha. Ndani yake kulikuwa na noti nyingi sana, zaidi ya zote nilizowahi kuona. Na juu kabisa, karatasi ndogo iliandikwa, kesho usiku utaletewa kitu chako cha kwanza. Usipokipokea, utapoteza kila kitu. Nikakaa chini, nikaangalia mikono yangu. Ile mistari ya giza shingoni ilikuwa imeongezeka. Na hapo ndipo nilipogundua, mimi si tu nimefanya mkataba na nyoka wa kaburi, bali sasa naanza kuwa sehemu yake. Nimekuwa bilionea, lakini sijawahi kufurahia. Na kwa sasa yamebaki majuto tu. Asante kwa kuangalia hadi mwisho. Hakika wewe ni wa thamani sana kwetu. Usisahau kusubscribe